Ungekuwa mtangazaji, ungempushi msanii gani ajulikane zaidi kuliko wengine? Ningempushi Lolilo. Kwa sababu Lolilo ni mtu mwenye hana kitu, sijui mfransa banakiita haya. Hana kitu cha haya. Juu naona wasanii wote wanakuyaga hapa. Hapa Burundi. Lolilo anajisogezaga banafanya kazi pamoja. Hivi Bidondo ungekuwa demu ungeitwa nani? Mke Polina. Kwa masomo ulikuwa unapenda nini? Ulikuwa unapenda kusoma kati ya maybe French au nani mathematics au nini? Ni kitu gani ambacho ulikuwa unakielewa sana shule? Bwana mimi nilikuwa napenda lari. Calcul mental vraiment ulikuwa unifurugi, lakini vingine ni kwa kijuju cha mwisho nilikuwa nakala kule deranger wa nguvu sana. Nilikuwa nakala kule mwisho natupiana machaki tu makaratasi nafunga mishipi napiga mtu najikausha. Hivi Bidondo usingekuwa mwanamuziki ungekuwa nani? Ningekuwa na randa mbao, jumiti ya mbao mimi napendaga. Bakunzi ba Biteye TV nongekora muta kandi cyane gose nkuko musanzwe mubizi ko ndabakunda cyane n'umutima wanje wose ndabakunda ko mukurikirana ibiganiro bya Biteye TV kubera mukurikirana ibiganiro byacu nimwagarika kubikurikirana urukundo ruzoba ruheze icyo dufana muracumvise kuri microphone kugenda Nancy Amanda inyuma ya kamera ni CK Professional nkabandi kumwe uno munsi n'umuririmbyi w'umurundi azwi ku izina rya Bidondo Bidondo generencha simuone yule anapendeza. Reka aramutse abakunzi ba Biteye TV, reka nanje ndamuramutse urabona yambaye kakantu kuna saa corona ishambana telefone soge mbali generencha B. Reka ndamuhakanya aramutse abakunzi ba Biteye TV n'abariko bakurikirana ikiganiro cacu n'abafani biwe. Biteye TV yambo muko bien? Salimia na mafanzi wako wote. Wafanzi wangu wa Biteye TV muko bien na bapenda Bidondo siagwa corona lakini siagwa corona ni protection hii ni banta protéger soutien. Sio soutien ya kuvala kulani hapana ni soutien protection sinayo français ko dire. Bakunzi wa Biteye TV nkuko musanzwe mubizi mu gihe turimwo ni gihe cha corona virus nkuko twikingira umugera wa sida na preservatif twikingire umugera wa corona dukaraba intoki zacu kenshi cyane n'amazi meza n'isabuni kandi tutibagira ryategeko ni dukorane mu ntoki mukuramukanya ni hi then umuntu akabandanya. Yes, generation B tuko muda ambao sahi watoto wanaongelea kuhusu corona, dunia nzima inaongelea kuhusu corona. Wewe fanya kitu kama unawaambia watu kuhusu corona, wewe unawaambia nini? Kitu che naanza sema, unajua maloba banaitaga maloba inakuwa mingi. Bya bongo ni vingi na bya ukweli ni vingi. Sasa batu mnaweza kujifunza tu kawaida normalement. Umuntu ushobora gutora amazi n'agasabuni gato pako mwenye ana ile franga kununua sabuni ya bei unachukua hata kifula hakuna problem. Unakamata tu unanawa tu unakuwa unakosha mikono yako anytime. Yaani ukimaliza shughuli yoyote kushika simu, kukoga, kusiju kufanya au kutigita tu au kugusa franga unaposha kunawa. Maana spiti 30 minutes hauyanawa mikono, c'est pas bien. Wewe sasa uko unafanya kama walivyosema au wewe kwa sababu ni msanii haufanyi hivyo? Hivi kweli naona nawa mikono kwa mara? Na nawa mikono manake mimi niko nafaa 10 minutes lakini wengine 10 minutes vitakuwa vigumu. 10 minutes vitakuwa vigumu. Sasa ndo maana tunawaambia hata 30 minutes 20 minutes mnapaswa kunawa mikono, c'est bien. Na nilimba muziki nilisema watu mtani eti Burundi hakuna corona. Watu mtani eti haijafika Bidondo, ila tujifunze kunawa mikono mara kwa mara. Tujifunze kupeana distance mbali kwa mbali, yani tusiku tunasogeleana vitu ya mayambia hapana. Hata kama banaoba hayafika hiyo ni problem yenu, lakini mnapaswa kuwa mnajiproteger juu kama ishafika hautayua, kama yafika hautayua. Yeah.
Bidondo, ni kitu gani kipi ambacho unatuletea sasa? Leo nimejisikia nikutafute. Sio kwamba ati nimekuwa nimeshaisikia nyimbo yako ya Corona, hata nilikuwa sijasikia. Ndio first kwanza nasikia kwamba umefanya nyimbo ya Corona. Lakini nisema nikutafute kwa sababu nilikuwa nataka kujua Bidondo sasa anafanya nini? Uko unafanya nini sasa? Programu yangu ilikuwa ni kwenda Tanzania kumalizia video na Mbidogi. Lakini hivyo tatizo lilitokea dunia nzima, ikabidi nishimamishi. Kwa sababu gani nimeshimamisha? Kwa sababu hakuna nafasi ya kupita, hakuna njia za kupita, dunia nzima hivi inatingizika. Programu ya video nikashimamisha. Basi wakati nishimamisha, huzuni tu na idea zikatokea kwa kelele za dunia. Nikapita najikutana nimeandika nyimbo ya Corona, nikamuita King Plata pale ana studio akanisaidia. Akasema yeye atazungumza Kifaransa kwa sababu hakukuwa na mpango wa kuimba. Basi akazungumza kufundisha watu. Basi na mimi nikatoa vocal kama kawaida yangu. Bidondo, naona hapo kuna mzigo, sijui ni begi, sijui nini, lakini naona kama radio hivi au vipi? Karadio. Sasa mbona unatembea na hii kitu? Natembea nako ni karadio ka repetition. Kwa unaenda unafanya repetition au ulitoka kwanza repetition ndio ukaja? Sometimes unajua mimi naishi sana ndani ya muziki. Unajua niko na wadensa naendaga kuwafanyisha repetition. Sometimes naenda nakutana radio yao iko na problem. President kuna mapili hakuna nini, natumikisha kangu. Ama sometimes nikijisikia mzuka fast naweka beat pale, kama niko sehemu kwa jamaa wapi naanza kutafuta flow ili nipate flow nini naanza kutoa video za kiukweli. Kama hii video moja nimetoa inaitwa Chunga Mrembo. Yani nakuwa natoa video kila fasi pote nikipita watu wanasema respect bwana generator. Respect kabisa. Na bwana generator, ni ndoto gani ambayo unaweza kusema hii kutokana na miaka ambayo niko nayo sasa naona haiwezi kutimia tena, miaka imekwenda, hii ndoto ishakufa? Wa Faransa wanakuambia ine jamais trop tard. Manake sioni kwangu kitu chenye kinaanza ikasema siwezi nikakifanya. Naamini tu hata uzeeni naanza nikafanya vitu, niko mzee nikafanya vitu vya yenyewe, niko mtoto wa 18 nikabifanya, ila nakuwa natia nguvu tu. Yani sioni kitu kinaanza kikakatazwa nisifanye kikakatala, kwa sababu kila kitu ine jamais trop tard, chambo cha ba français. Unategemea kufanya nini kesho au kesho kutu ambacho kitakuwa ni kitu kikubwa sana ambacho Burundi nzima watajua Bidondo alifanya kitu kinyume na muziki? Lakini kinyume na muziki nilikuwa nategemea kufanya kitu ambao, kwa sababu mimi ni mtu mwenye huruma sana. Yani mimi ni musicien, ni comedie. Sasa comedy nakuwa najifikiria muda wote watu wafurahi wacheke. Sasa nikiona watu wako kwenye matatizo nasikia huruma. So nilikuwa nasema Mungu akinisaidia nikipata uwezo naweza nikafanya watoto ambao wana hapa kuishi nikawafanyizia kitu fulani, ili nikitunza watoto 100 watoto 200 wakiishi sehemu kwa sababu yangu, hiyo nitasikia raha sana. Hivi Bidondo, usingekuwa mwanamuziki ungekuwa nani? Ningekuwa na randa mbao, jumite mbao mimi napendaga. Kwa masomo ulikuwa unapenda nini? Ulikuwa unapenda kusoma kati ya maybe French au mathematics au nini? Ni kitu gani ambacho ulikuwa unakielewa sana shule? Bwana mimi nilikuwa napenda calcul mental, vraiment ulikuwa unifurugi. Lakini vingine ni kwa kijuju cha mwisho nilikuwa nakala kule deranger wa nguvu sana. Nilikuwa nakala kule mwisho natupiana machaki tu makaratasi nafunga mishipi napiga mtu najikausha. Bwana hapa niko na Messi moya, kama ni Messi mzungu. Alinikomoaga mpaka nikachoka, bakanitoa kanibeba kusema Michel. Bantom privé wakabeba kusema Michel. Kusema Michel bakanifukuza nikaenda kwa Notre Dame. Manke nilikuwa déranger. Huko kichwa kitobokaga juu ya makonzi. Probleme. Ungekuwa na uwezo, ukawa tajiri fulani, ungekuwa manager wa nani kimuziki? Ungekuwa manager wa msanii gani hapa Burundi? Ungesema mimi huyu ndo naweza kumchukua nikawa manager wake. Ni msanii gani ambaye ungemsupport kama ungekuwa tajiri hapa? Ningekuwa tajiri manager, kuna msanii mwana nivutia, nimeanza kumsupport tangu
enzi zile za zamani, anaitwa Thompson the Voice. Napenda gisi ya kiflow, napenda sauti yake. Nimeanza kumsupport angali mdogo mpaka gisi nadhani hivi ashafika kwenye paa kubwa. Napenda sauti yake na nivutia kwa sababu sauti yake kila ilikuwa inanikumbusha ya msanii anaitwa Araflow tulimba naye Mabuja. Sasa kila nikisikiliza sauti ya Thompson huwa namkumbuka Araflow hata kama yuko hapa karibu. Hivi ungekuwa mtangazaji, ungempushi msanii gani ajulikane zaidi kuliko wengine? Yani mtangazaji ningempushi Lolilo. Kwa nini Lolilo? Kwa sababu Lolilo ni mtu mwenye hana kitu, sijui mfransa anakiita, hana kitu cha haya. Anaga haya kubembeleza mtu afanye kazi. Hivyo anaga vitu ya kusema nikienda huko nitajiseba, ataonekana kama najisemba juu. Naona wasanii wote wanakuyaga hapa Burundi. Lolilo anajizogezaga wanafanya kazi pamoja. Sasa huyo ni mtu mwenyewe naonaga ku vitu vya kujizogeza kwa wasanii engefikishaga inchi mbali. Juu ni mtu mwenye anapenda featuring, na featuring huwa zinatumaga inchi inasogea mbali. So ingepata bahati kwa kufanya featuring na Nigeria umoja huko, na pako watu wengi inchi ambao zina sehemu ya watu wengi, lazima na muziki wetu naweza ungefika mbali kwa sababu mimi napenda mtu ambaye anajituma. Nataka uniambie ile mara kwanza ulikutana na mwanamke ukampenda na kumwambia nakupenda, ile mara kwanza ule, yani ule first yani ule wa kwanza, sijui ulikuwa na miaka 12, sijui 13, sijui 15, kwa sababu watoto wa mjini unajua tunaanzaga mapema. Ile mara kwanza ukutana na dem mara kwanza ukampenda, ilikuwa vipi mpaka ukamwambia kama unampenda na unataka kuwa naye kimahusiano? Mimi kwanza vitu ya mwanamke hawakuwa wananipenda. Juu sikuwa na vijivatia juu mimi kwanza nilikuwa mchafukoga. Depuis niko mtoto, usinambi vitu ya maswaga, nilikuwa mtoto mpaka karibu miaka 15 ndo nianza kujua swaga ni nini. Maana yake nilikuwa nashinda mkabumbu, tiriri, unayama ile tiriri. Natoka mkabumbu naenda kudodesha robo, sitajanganya juu watu mkartie wananijua. Natoka kudodesha robo, nashinda mkabumbu, kukoga mpaka mere nitafute na fimbo. Mere kuna wakati alienda kuwashtaki wa kinari kidogi. Ngondo bananibeba mvitu vya buguruguru, inatuma mimi nakuasa vile niko nani. Sasa mwanamke wa kwanza tulikutana naye niko na miaka 16. Anaitwa ni Dushimiri Mana Angelique, na ndo tumezaa naye. Yani nimemjua niko mkubwa, ndo najua wanawake, na ndo mwanamke wangu wa kwanza kutongoza. Natamani nijue ile mara kwanza ghetto unavusha demo. Ile mara kwanza yani ghetto umekaa na demo, yani ilikuwaje? Ilikuwa ngumu kwa sababu ilikuwa ngumu, na ndo mimba ikatokea, na ndo ilikuwa turu ya kwanza. Yani nilikuwa kijuju kwa sababu yeye alikuwa ananizidi elimu kidogo, lakini alikuwa ni mwanamke wangu wa kwanza mimi kumjua mwanamke. Na ndo tulijuana naye kwa sababu mimi nilianza kuingia vitu vya muziki. Nikakutana na yeye anapenda muziki, basi akanipeleka mudi wa mapenzi, na mimi huko nilikuwa napasikia napatamani, lakini kwa sijui ni vitu gani. Tukakuwa naye bien tu, vitu vikakuwa bien, vilikuwa vitamu. Probleme tu ya msuta hiyo, ya msuta tutasikia mjomba atashimama hapa. Nataka kujua kitu kingine. Nataka kujua Bidondo, msanii gani wa kike, mwanamuziki gani wa kike ambaye uliwahi kukisiana naye? So lazima utoke naye. Unajua ni nani, star gani wa kike? Kama ni Narunyonga, kama ni nani, nikiwaza wa kike akufumaga kabisa, nawaza kama sio Inarunyonga ni nani, ni mdogo yake. Jobu wawili ndo tukua nabo sambamba, na wengine ni nawaza nimba Inarunyonga huko ndo tukua tunaenda naye ku show. Tunabadanganya, tunababeba kwa mashow huko, tunabashikashika bia hivyo. Lakini vilikuwa vya zamani. Attention, mimi niko marie, bibi yangu asikie kusirika. Natamani kujua kitu kingine, ile face unapanda stage, ile mara kwanza unafanya show. Unajua kuna kuwa na vile watu wako kwa wengi, alafu inakuwa ni mara kwanza
kuna mtu anaweza kashindwa, wenda atetemeke, wenda ugope macho ya watu. Yani ile mara kwanza wewe unafanya show, yani ulipokeaga vipi? Turi yangu ya kwanza nafanya show, ni show yangu ni Sosokea niweka kwa podium. Sasa Sosokei hakuniweka kwa sababu ya kuimba, aliniweka kwa sababu ya kudance. Nilikuwa nacheza nyuma yake. Apre akaona kama nina kipaji changu kinaweza kimo ndani comedy, akanambia sasa wewe utakuwa unafanya turu yako na sisi tufanye turu yako, sababu unacheza vizuri lakini unaweka comedy sana. Ndio Sokea akanipatia wanawake wa waine, nikaanza kucheza nao. Pia palikuwa ndani mke wake anaitwa Salma. Basi ndo nikacheza, lakini kwa nakaogaoga, lakini ile madensi zangu mabakatepe bia kutia mabisusu nyuma hivi, watu walikrie mbaya sana. Kuna siku uliwahi kutoka kwenye show then kufuatwa na mademu, ile unaweza fuatwa na mademu wanakuambia usijui tunapenda unavoimba, tunapenda unavocheza, mara kwanza unasema ulikuwa unacheza. Ile unamaliza kuimba unafuatwa na mademu na kukutapa ulivofanya. Wewe walikuwa unapokelea vipi? Hukuwahi kutoka na mademu kwa sababu wanapenda unavofanya au ya kitu mimi nilikuwa napenda tu wakinitapa, ndio ilikuwa swing yangu. Yani nitavimba mabega kamguru kamwa, ndo naenda natembea na dundika, maana najiona kama nishakuwa Nelly sijui hapana Rakeli pako ka sinema kama kaliwahi kutoka ka Alvin Johnson nini uko natembea manake yani nilikuwa na gara kama yule dogo vile. Sinajua mtu success mwanzo, lakini sikukuwa na mawazo ya madem sana kwa sababu nilikuwa naishi na mama. Mimi nimeishi na mama yangu muda mrefu sana. Yeah. Ulianza muziki kama kazi ama ulianza muziki kama kitu ambacho tu unakipenda, unakuwa unaenda kufurahisha moyo wako? Muziki mimi sikuanza kama kazi kwa sababu mimi nilikuwa naimba kanisani. Nikatoka kuimba kanisani kwa sababu ya dini ya Kiislamu. Nikabiacha. Ikabidi kumasomo pe nilikuwa nasomea, nikaanza kupita kwa kina Sosokei sana, tukakuwa jamaa ndo akabinijitia ndani. Lakini nilikuwa na kazi yangu, nilikuwa nadodesha robo. Watu wanajua robo, mtu akupa dibala naenda ku zero na rentre ku zero. Na nilikuwa natengeneza bumbombo, unaona masukari unakamata unatia nani? Unatia kasukari, unatia kamchanga hivi. Na vitu vingine bundimbako. Yani nilikuwa ni mtu mtafuta hela. Sio leo ngo Bidondo mikeke. Mimi tangu zamani nilikuwa mshaka hela sana. Yani nilikuwa mpenda hela sana kuliko kila kitu. Bidondo, kati ya pesa na mapenzi wewe unachagua nini? Nini kinakuja mbele sana? Kwa sababu unasema ulikuwa unapenda hela toka zamani. Kati ya hela na mapenzi nini kinakuja mbele? Pesa. Ukisema pesa ndo zinakuja mbele afu mapenzi yanakuja baadaye, hapo najiuliza kwa nini pesa ndo ije mbele? Sababu nishawahi kuumia sana mpaka hivi nakuwa naona tu ni pesa ndo mbele. Kwa sababu nilitia mapenzi mbele nikaumia. Wanawake karibu 6 washanitema. Sasa hivi nakuwa natia pesa mbele kwa sababu naona kwa pesa ambazo nikikuwa nazo, kila kitu ambacho kinaharibika mtu anaweza kukiregelea kwa pesa. Hata kama mnashwana na mke wako, mnashwana vya seriously, anakufuma vya free. Hapana, si anaenda kwao unajigumua. Sasa itabidi hela ndo zitatakika, utaenda kitengi cha kuomba msamaha. Unabeba mbuzi, bashingande batakiwa na mgulu. Si batakunywa. Beba tenda kumbembeleza, ndo bataenda kule, unaona mere, unaona ni kawaida, mwanaume ndo hivyo ashaomba msamaha analeta kitenge. Hata wewe mwanamke utakuwa staki, unaona ni vanga, lakini mwisho tu utasema kisa analeta kambuzi ka kitenge na mama mkwe pale akiona franga. Sono kama franga ndo kitu cha maana. Sasa wewe ende kuomba msamaha, hauna hata sabisi. Hausikii kama ni problem. Na maya moto watakumwangia. Umbwa usirudie tena hapa kumwangia maya moto. Hivi Bidondo ungekuwa demu ungeitwa nani? Mke Polina. Yes, abakunzi ba Biteye TV bandamkurikirana ibiganiro bya Biteye TV, dusana bageze ku musozo, dusana bagomba barangiza ikiganiro cacu, ariko ndacyari kumwe na Bidondo Generation. Kwenye nyimbo zako ambayo kisikia kabisa lazima ikuvutie kuliko nyimbo zako zingine zote? Generation, usimuoni ule, ya ule anapendeza, asikutishe. Ya, hiyo nyimbo yangu naipenda sana.
Generator B, leo ungekuwa mtangazaji, mfano leo ungekuwa mtangazaji, ungechagua kuwa mtangazaji gani? Ungekuwa nani? Unasema ningekuwa mtangazaji? Ungekuwa nani? Ningekuwa mtangazaji, ningekuwa excellent. Yani, unasema ningekuwa mtangazaji. Yani kati kuna kuna watangazaji wengi. Ungekuwa nani? Mimi ningekuwa excellent. Kwa sababu excellent ni mtu mwenye anapendaka kutigita vitu, tena anatigita bila intérêt. Depuis zamani akwa tutigitia vitu ya muziki bila intérêt, maana ni mtu anajitoa tu. Anakufuata, anaingia vitu vyako bila umpia hata lumea. Anajitolea tu, maana anapendaka tu muziki na basani. Okay. Yes, bakunzi ba Buja TV, dusana bageze kumusozo, dusana bagomba barangize ikiganiro cyacu. Nsigaranye ibibazo bitarenze 2 canke 3 ngomba kubaza Bidondo. Bidondo, umeoa, una mke, tena unampenda. Ni type yako kweli au kwa sababu ulikuwa shaumizwa sana kimapenzi ndio maana uliamua kuwa naye? Unajua, mbona nilipigana sana kimapenzi, ikabidi nikabiheba. Sasa nibiheba nikaeka fasi moya, nishatoka mambimba, mawapi, manini. Mbona nikakia kupata mtu mwenye naye sikumwamini. Nilikia kumwamini hapa tunaeneza naye miaka 5. Nikaona mtu kweli iko serie. Ndo hiyo majina Bidondine kaanza kukolea kweli, na niko naye poa, tuna watoto fresh, naona anivurugi japokuwa mkono ukosagi. Sometimes tunalikitana, tunasameana, masani usiona masani yenyewe iko chini. Pako saa tunagonganaga kwena kunja ngumi na kunja ingine. Lakini pako saa bikitulia hivyo na sheria, tusameane, tunasameana. Mimi naona huyo ndo tunaendana juu, hatuvuruganagi. Tukivurugana tunavurugana, tukisameana tunasameana. Mimi naona tuko sawa. Tarehe yako ya kuzaliwa ni tarehe ngapi na mwaka ulikuwa mwaka gani? Mimi nilizaliwa mwaka 85. Mwezi na tariki? Mwezi wa pili, tariki 2. Saa 6 za usiku. Sekonda 3. Bwana Bidondo, nakumbuka ile mara ya mwisho unaitwa na kuambiwa kwamba kifungo chako kinaisha. Kile kipindi ulikuwa mbimba Yani ile umeitwa ukaambiwa kifungo chako kimeisha, unaruhusiwa, unaweza kaenda nyumbani. Ni nini ulikipata moyoni na ilikuwa tarehe ngapi? Kuna vitu ni vigumu mtu avisahau. Ukiniambia kama ukumbuki tariki na mwezi Bidondo, tunafika tunamaliza kipindi na sita kutafuta tena. Bwana, ukitaka usinitafuti juu. Manake hapo na niko mazee oye, mazee bye. Hapo nitoka nifurahi sana. Nilifurahi sana kabisa. Sana zaidi. Ilikuwa ni 2012. Ilikuwa ni mwezi wa 7. Mwezi wa 7 kali ka vacances kana choncha nyote, ilikuwa kama masamedi. Mama 4 hivi. Yani ndo natoka ilikuwa masaa 9. Nikatoka pale kwanza nikapita naenda kusali saa 9:30. Nikafurahi kwanza kumaliza kusali, nikarentre. Ndo nikafika nikutana madami bashampiga mimba. Ule mwenye niliachaga. Basi na kundi. Ni mtangazaji gani ambaye alikwambia kitu kikakuuma, lakini kwa sababu unajua huyu ni mtu ambaye ananifanya mimi niendelee, ukashindwa cha kufanya lakini kilikuuma? Ni mtangazaji gani ambaye alikukwambia neno likakuuma lakini ukawa huwezi kumjibu? Nani? Sumaeli ni Onguru. Aliniambiaga natunza kale ka simu ka Tekno, kale ka nani? Bana kata nene, kale ka kama ni ka Tekno. Katuroriro. Nilikuwa katunza, akaenda akanisema kwa radio hivi na hivi. Lakini hivi anaona natunza iPhone. Maisha ilishapchanger. Ndio maana usimzara unaona nalicho. Sasa alipitaga nakimbia jo, naona hivi niko na masimu kali. Asema Bidondo ndo msanii wa mwisho Burundi anatunza katororiro. Uko nasikia na akakasema
hivi natunza iPhone 7 na DC nakuya inshallah. Tusiyapata manajeri mwenye ataileta, lakini nadhani DC itakuya tu. Manajeri wako wananitizama, bakiona hii seti ni ndogo batanipiga DC. Sumaili alifanya mbaya mpaka nikasara, nikaenda pale kurema, nikataka kupigana, polisi akanibana. Hapo tuko nakula ku restaurant, nilikuwa siyafungula restaurant. Tuko tunakula ku restaurant Kamengi na Bazaki. Kumbe aliona ka telefone kangu akakafungula polepole, akakafunga, akamali fa vitu gani? Akapita naenda ku radio. Bwana mazemu na bari Bidondo ndo msanii wa mwisho anatunza kasimu kabe chini. Niliumiaga, nikaenda watu wakatulamula, bikaishia pale. Swali ya mwisho na tunafunga kipindi chetu, afu nitakupa nafasi uambie mafanzo wako kitu chochote na wapenzi wa Buja Hit TV, wapenzi watazamaji. Bidondo, swali ya mwisho. Unadhani master ambao walikuwa wanakuja kula ku Bidondo restaurant, wenye wamehombeshaga Bidondo restaurant sana sana ni wanani? Wa journaliste sana sana, wasanii c'est normal. Unajua hivyo vitaleta conflict. Niko na badai pole pole. Unasikia? Na bayua wewe mnayua mlinikula madeni mazee, munilipe. Deni ni deni, hata iwe 3 bale hata iwe 6 bale, kuna beni kwa napakulia mkeke, munilipe. Vraiment banilipe kabisa. Balihombesha. Yes, wakunzi wa Buja Hit TV, banda mukurikirana ibiganiro vya Buja Hit TV. Turarangije ikiganiro cyacu, narindi kumwe n'umuririmbyi w'umurundi azwi ku izina rya Generencha Bidondo. Akaba yaririmbye indirimbo yigeze kubica bigacika, izwi ku izina rya Usimuoni yule anapendeza Generencha. Yes, wakunzi wa Buja Hit TV, nimuje muri bagira kugira subscribe, like, share na comment, kandi kaka kengeri muje muri kuga Shonda kugira ngo mube update ku mwanya ibishika byose bibashikira. Reka tumuhakanya Bidondo abwira abakunzi ba Buja Hit TV kintu kimwe canke bibiri biri ku mutima wiwe. Mbo ikintu ca mbere kiri ku mutima wiwanje, ndagomba ndababwire abafanzi banje musubscribe ku Buja Hit TV. Hanyuma ikindi cha kabiri numwibagire ku subscribe ku channel ya Generencha Bidondo, kubera nanje bitu bipande yulo Generencha Bidondo, na mnafyonda kale kitu karushi kale kanfa mkono hivi, hapana mkafyonde pale mtanipiga mafoti, sio bien. Bwana, thank you, ndabakunda cyane. Niko natoa nyimbo ya coronavirus, itabafikia video musiku kidogo. Po. Yes, wakunzi wa Buja Hit TV, ciao, bye, we love you so much. Timu yose ya Buja Hit TV turabakunda cyane. Mwari kumwe na Nonsi Amanda kuri microphone, inyuma ya kamera hari CK Professional. Love you so much.